nadhani kuna watu waliojoin mpaka sasa ni 187. Sasa tulitegemea watu wawe wengi zaidi, hata 300-400-500. Kabla hatujaanza, kabla sijaanza ile presentation yetu, tuwaambie na wenzetu waweze kujoin ili tuanze kwa pamoja. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti hapa, tunapitishana kwenye zoezi la data cleaning ambalo ndio zoezi linaloendelea kwenye mfumo wa SIS. Kuna vipengele vingi ambavyo havijakaa sawa, kwa hiyo tunatakiwa tuvipitie kwa makini ili tuweze kusimamia katika ngazi za shule waweze kufanya hiyo data cleaning. Naomba nishare vipengele ambavyo tutapitia kwa pamoja ili kuweza kurahisisha zoezi letu, lakini pia tutawatumia hivyo vipengele. Vipengele viko vingi, lakini tutaonesha kwanza ambavyo ni vya kwanza navyo ambavyo ni vya muhimu zaidi ili tuweze kuanza kufanya data cleaning kwenye maeneo hayo. Naomba ni share screen. Kwa hiyo nimesha share screen, inaonesha maeneo ya kuangalia. Kuna majedwali, lakini kuna vitu vya kuangalia, kwamba pia hata wewe katika ngazi ya mkoa, ngazi ya halmashauri au ngazi ya kata una uwezo wa kuvuta data kwenye mfumo, lakini pia una uwezo wa kuona kipengele ambacho halijajazwa vizuri shuleni. Lakini pia sisi baada ya kuwapitishia kwenye haya majedwali, tutaanza kuwatumia shule zikiwa na majedwali haya ambayo yatakuwa hayajakaa sawa, ili waweze kurekebisha hayo maeneo. Ninaomba nianze na kipengele hiki cha 2.4, nikiache kwanza. Nianze na kipengele cha kwanza. Katika kufanya uhakiki wa madodoso, kwanza kipengele cha kwanza kwenye dodoso letu kuna ile inaitwa jedwali la 1.0, taarifa za shule. Pale kwenye taarifa za shule tunatakiwa tuhakiki umiliki wa shule, kwamba shule inamilikiwa na kama ni serikali au private. Kwa hiyo hayo maeneo tuangalie, lakini pia tujiridhishe namba za usajili ambazo zipo kwenye shule hizo ili tupate usajili ambao ni sawa. Lakini kuna shule pia zingine ambazo zinakuja hazina NECTA number, center number. Kama shule haina center number na ipo, pia tujiridhishe ili tuweze kuziwasilisha, tuweze kuwekewa center number ambayo ni sahihi na namba ya usajili. Lakini shule kama haijapata kabisa hiyo center number, ngazi ya halmashauri naweza mkashughulikia mkapata kutoka NECTA. Sidhani kama inachukua muda mrefu kupata. Kama shule imeshasajiliwa, haichukui muda mrefu sana kupata hiyo center number. Lakini kipengele kingine kwenye hilo jedwali la taarifa za shule, kuna GPS coordinate. Kuna shule tunakuta hazina GPS coordinate, latitude na longitude. Kwa hiyo tujiridhishe hizo shule, tutazirudisha ili wahusika waweze kujaza taarifa zao kwenye mobile application, ambapo ni sehemu ya kuchukulia zile GPS coordinate. Lakini kipengele kingine sasa ambacho ni muhimu zaidi pia ni jedwali la 2.1 kwenye TSA, kwenye TSM na TSS. Jedwali la 2.1 ambalo linahusu idadi ya wanafunzi kwa madarasa, jinsi darasa au kidato na umri, ambazo taarifa hizi kwenye SIS zinajaziwa kwenye manage student. Pale kwenye manage student unakuta wanafunzi wako pale. Kwa hiyo wanafunzi hao ndio wanavutwa kwenda kwenye hili dodoso. Kwa hiyo changamoto kubwa iliyopo ni umri wa wanafunzi. Kuna wanafunzi wengi ambao wako chini ya umri husika.
Kwa mfano ukichukua kwa shule za msingi kuna wanafunzi wako chini ya miaka 6. Kwa shule za sekondari kuna wanafunzi wako chini ya miaka 12. Lakini pia kwa shule za TSA awali kuna wanafunzi wako wengi kwenye zaidi ya miaka 5. Kwa ukiangalia utaona kwamba hapa uhalisia upo kwa mbali sana. Kwa hiyo inabidi tuhakiki hayo maeneo ili data zikae sawa. Lakini pia tutawapitisha kwenye hayo maeneo ambazo baadhi data tumeshazivuta ili muone uhalisia tunao usema. Kwa hiyo hapa cha kwanza kufanya ni kwenda kuhakiki miaka ya wanafunzi. Lakini idadi ya wanafunzi tulijaza baseline, kuna baseline na hii na sensa yenyewe. Kwa hiyo tuangalie utofauti uliopo. Kuna watu wametofautiana sana na baseline, lakini kuna wengine ambao tofauti yao ni ndogo, wanaweza wakatupa sababu kwamba labda kuna watoto walihama au wamehamia ndio maana wamekuwa wengi. Lakini kuna mtu unakuta shule yake amejaza wanafunzi, ukichukua baseline ukachukua na kwenye mfumo wa SIS zile ambazo zinajazwa kwenye vile vipengele vya manage student, unakuta inatofautiana zaidi ya wanafunzi 2000, 1000, 400, 500. Kwa hiyo hao inabidi wafanye uhakiki, na kama na wanafunzi ambao sio wake kwenye mfumo wadeactivate kama walivyoelekezwa kwenye Zoom zilizopita. Lakini kuna kulinganisha idadi ya wanafunzi kwa umri na umbali. Kuna lile jedwali la 2.1, alafu kwenye TSA kuna 2.2 na 2.2 kwenye TSM, lakini 2.3 kwenye TSS lile la umbali, na kwamba linasema idadi ya wanafunzi kwa umbali wanapoishi. Kuna watu wanakuwa hawajajaza umbali. Kwa hiyo unavyo edit miaka, hakikisha una edit na umbali wa mwanafunzi ili data ziweze kulingana. Usipomweka hata mmoja, usipoedit umbali wake, haitalingana na wa umri. Utavuta wa huku na wa huku watatofautiana kwa sababu kuna watoto ambao watakuwa hawajajaziwa umri. Lakini pia kuna shule zenye wanafunzi wachache sana au wengi sana. Unaweza mkajiridhisha uzuri shule wewe unaipigia moja kwa moja simu, unauliza, unakuta shule ina wanafunzi 7,000, 8,000. Hiyo naitilia mashaka. Lakini kama ni uhalisia ina wanafunzi wao 8,000, haina shida kwa sababu wapo. Lakini tujiridhishe kama ni sawa. Lakini pia tumevuta kuna shule zingine zina mwanafunzi mmoja. Shule ya msingi ina mwanafunzi mmoja kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Mwingine naye kuanzia awali mpaka la 7 na mwanafunzi mmoja. Lakini kuna shule za sekondari pia unakuta ina mwanafunzi mmoja kuanzia form 1 mpaka form 4 au form 1 mpaka form 6, lakini ana mwanafunzi mmoja. Na hizo pia inabidi tujiridhishe kama zipo zenye namna hiyo. Kama ina mwanafunzi mmoja na ipo kweli shule yenye mwanafunzi mmoja, basi tutasema data yake iko sahihi, lakini tujiridhishe. Lakini kuna shule zenye wanafunzi wengi sana wa hatua kiasi cha kutilia shaka, kwamba mtu anakuta shule yake ina wanafunzi wa hatua, wale wanaosoma kwa hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu. Lakini kwenye ile hatua unakuta ana wanafunzi 1,000, 2,000 wanaosoma kwa hatua, 800, 900. Kwa hiyo lazima ujiridhishe kweli wapo hao wanafunzi 900 wanaosoma kwa hatua au wanafunzi 500 wanasoma kwa hatua, kwa sababu kuna shule tumevuta unakuta shule nzima ina wanafunzi wa hatua tu. Kwa hiyo pia tujiridhishe kwa hilo. Lakini pia shule ambazo idadi ya wanafunzi kwa jinsi katika jedwali la 2.1 inatofautiana na idadi ya wanafunzi kwa umbali, hilo nimeshaliongelea. Kwa hiyo ni jedwali la 2.1. Na ili tuweze kurekebisha data za hii ni pale kwenye SIS. Ukienda kwenye school management utaenda pale kwenye manage student. Ukifika pale kwenye manage student ndio sehemu ya kufanyia kazi sasa. Utakuta sehemu ya miaka, utakuta sehemu ya umbali. Kwa hiyo tuhakikishe tumeedit hivyo vipengele ili vikae sawa. Lakini kuna kulinganisha idadi ya wanafunzi kwa baseline kama nilivyosema.
kama nilivyosema kwamba baseline tulijaza. Ile baseline tulikuwa tunaangalia uhalisia wa wanafunzi waliopo shuleni, kwamba anahesabu kwa namba kama tulivyokuwa tunajaza kwenye yale madodoso ya awali, kwamba unajaza una wanafunzi 600 shule nzima. Lakini ukija huku kwenye SIS unakuta wanafunzi wametofautiana sana. Unakuta mtu ametofautiana wanafunzi 2500. Kuna mmoja ndio tulicheki ametofautiana na wanafunzi 3000 na sasa ukiangalia uhalisia unakuwa haupo. Lakini kuna ambao wametofautiana wanafunzi 2, 3, 4, 1. Hapo unaweza ukasema uhalisia upo kwamba labda kuna wanafunzi wamehama au wamehamia. Lakini kuna mwingine amejaza kwenye baseline, lakini kwenye SIS hana mwanafunzi hata mmoja. Hapo kwenye sehemu ya manage student hana mwanafunzi hata mmoja. Kwa hiyo na yenyewe huyo naye pia ni wakuuliza kwa nini baseline ana wanafunzi lakini kwenye manage student hana mwanafunzi hata mmoja. Kwa hiyo hao pia tucheki nao waweze kudhibitisha kama ni kweli ana watoto au hana watoto. Lakini kuna majedwali pia mengine ambayo ni ya majedwali ya dropout 2.8 lakini kwa hii 2.8 ambalo ni jedwali linasema idadi ya wanafunzi walioacha au kuachishwa shule. Lakini hili unalipata wapi kwenye SIS? Kwenye SIS hili jedwali unalipata sehemu kwenye school management pale, lakini kuna kipengele kimeandikwa dropout summary, ataenda kujaza pale. Sasa hapa tunajiridhisha kwa nini? Tunajiridhisha kuna shule ambazo zimejaza wanafunzi wengi wa kutilia shaka wa dropout, lakini kuna pia wengine ambao wamejaza data ambazo zina mashaka. Mtu unakuta anasema shule yake kwanza ukiangalia kwa mwaka huu ana wanafunzi 400. Ukicheki wale mwaka jana alikuwa nao 300. Alafu dropout 400. Sasa unajiuliza wanafunzi wote wamezidi kwanza mwaka jana waliokuwepo alafu wameacha shule. Hapo lazima uwe na mashaka, ujiulize wanafunzi ambao wameacha shule walitoka wapi na wanazidi shule nzima ambayo ipo. Kwa hiyo pia hapo tuangalie, tujiridhishe kwa darasa moja kwa wale wote ambao wamejaza hichi kipengele cha dropout. Lakini pia kuna shule zingine ambazo unazijua labda wewe kwamba hizi shule kwa utoro zinaongoza. Unakuta kweli zinakuwa na watoto, lakini kwa mwaka huu hajajaza kama alikuwa na wale watoto ambao wameacha shule. Lakini unaweza kujiridhisha kwa hilo. Na sio kwamba kila shule lazima ijaze utoro, lakini tujiridhishe, tuhakikishe shule ambazo zina watoto wamejazwa na wamejazwa kwa usahihi, na wasijaze idadi ambayo sio halisi, wajaze idadi halisi. Lakini hii hapa watajaribu kukompea na data za mwaka jana, waone. Kwa mfano mwaka jana alikuwa na wanafunzi kadhaa darasa fulani. Mfano darasa la pili alikuwa na wanafunzi 5. Nachukulia mfano. Alafu la 4 la pili alikuwa na wanafunzi 10, lakini sasa hivi wameingia la 3 ana wanafunzi tuseme 12. Tunaona kwamba akiangalia kwenye 10 wameongezeka wangapi? 2. Sasa je, hao 2 ni repeaters au wametoka wapi? Au wamehamia? Lakini pia anaweza kaangalia labda waliokuwa darasa la pili wameingia 5. Wale 5 wengine wamedrop au wamekuwa repeaters kwenye ile darasa lingine. Kwa hiyo tujiridhishe hivyo ili data zetu ziende sawa. Na kipengele kingine ni cha repeaters. Kwenye repeaters idadi ya wanafunzi wanao kariri darasa. Kuna shule zina wanafunzi wamekariri lakini hawajajaziwa sehemu ya kukariri. Kwa hiyo wajazie sehemu ya kukariri. Na sasa hivi imerahisishwa sana kwenye mfumo
ni kuna sehemu tu akienda kwa wanafunzi darasa husika atawatiki wale wanafunzi, kuna neno litatokea pale imeandikwa mark repeaters. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuwa mark repeaters. Mwanafunzi kama amerudia darasa hilo hilo, kuna mark repeaters darasa hilo hilo, lakini hutamhamisha darasa kwa sababu bado yuko darasa la pili, hajaenda darasa la tatu ambalo wenzake wameenda. Lakini vipengele vingine tuangalie kwenye repeaters, pia tuangalie outlier ya kuwa watu kama wanafunzi ni wengi zaidi. Mtu asije akajaza, anajaza labda darasa la kwanza walikuwa 100, halafu wote kawaweka repeaters, wakati kuna ambao tayari wameingia darasa la tatu. Ina maana kama wote walikuwa 100 mwaka jana, halafu wote wakawa repeaters mwaka huu, ina maana darasa la tatu halafu wako wengine 100 wameingia. Watu umetoka wapi wakati wote wamesema kwamba ni repeaters? Kwa hiyo tuangalie repeaters pia kwa. Lakini kipengele kingine cha kuangalia ni kipengele cha walimu. Kuna jedwali la 3.11. Kwenye kipengele cha walimu tuangalie shule kabisa ambazo hazijajaza walimu. Tunaangaliaje kama shule haijajaza walimu? Pale kwenye majedwali yetu kuna mwalimu wa mkataba, kuna mwalimu wa permanent wa kudumu, lakini kuna walimu wa kujitolea na kuna walimu wa part time ambao ni wa muda. Kwa hiyo tuna walimu wa aina 4. Kwa hiyo kwa mfano tuchukue shule ya private, ukakuta vipengele vyote 4 hivyo havina mwalimu, hiyo lazima umuulize kwamba haiwezi shule ikawepo ina wanafunzi tu lakini haina mwalimu wa kujitolea, haina mwalimu wa kudumu, haina mwalimu wa mkataba, haina mwalimu wa muda. Kwa hiyo hapo lazima uwe na mashaka kwamba kwa nini shule ikose mwalimu hata mmoja. Na hawa walimu wanapatikanaje kwenye SIS kule? Nadhani tulishaelekezwa sehemu ya kujaza. Akienda kwenye manage staff, anavyomsajili mwalimu, kuna sehemu ya aina ya ajira. Atachagua kama ni wa kudumu, kama ni wa mkataba, kama ni wa part time au ni wa kujitolea. Kuna vitu 4 vya kuchagua pale. Ndio watapata hao walimu. Kwa hiyo hao walimu sasa tuangalie shule zisizokuwa na walimu kabisa. Hakuna wahudumu, mkataba, muda wala wa kujitolea. Au shule zenye walimu wengi sana wa kutulia shaka, au zenye walimu bila wanafunzi. Kwamba shule ina walimu lakini haina wanafunzi hata mmoja. Hiyo na yenyewe pia tunatilia shaka. Kwa nini shule ina walimu halafu haina wanafunzi? Na sisi tunahesabu shule yenye mwanafunzi ndio tunayohesabu kama ni shule. Shule kama haina mwanafunzi, hiyo tunasema ni non function. Na maana kwamba haifanyi kazi kwa mwaka huu. Lakini kuna sehemu ya kutilia shaka au zenye shule za serikali zenye walimu wa muda au wa kujitolea pekee, au zenye walimu wa muda au wa kujitolea. Kwa mfano shule ya serikali unakuta kajaza yana walimu wa muda au wengineo, yani yeye ana walimu wa muda tu, au ana walimu wengineo, au ana walimu wa part time. Hiyo lazima kama ni ya serikali inabidi tuitilie mashaka. Haina hata mwalimu mmoja hata wa kudumu. Kwa hiyo inabidi tumuulize mkuu wa shule, tumuulize kwanza mkuu wa shule mwenyewe anakuwa ni wa muda au ni wa nini. Lakini kuna shule ambazo unakuta zimejaza walimu wengi sana. Shule na walimu 700, 800. Yaani shule ina walimu inazidi wanafunzi. Wanafunzi nao 200, alafu walimu wanao 700 au 800. Kwa hiyo pia hapo inabidi utilie mashaka. Lakini kuna shule zenye walimu wa kwenye HD zihakikiwe. Kwamba unakuta shule moja tu ina PhD 10, PhD 20. Kwa hiyo pia hiyo sehemu tuhakiki tujiridhishe kweli hao walimu 10 wapo kwenye PhD au walimu hao hawapo. Lakini hapa tunaongelea tayari ambao wameshapata vyeti, sio usijaze wala ambao bado wako masomoni. Mtu ameenda kusoma PhD alafu hajakamilisha PhD yake unakuja kumjaza kwamba ana PhD. Hapana, unajaza kiwango chake cha elimu ambacho ameshahitimu. Lakini shule ambazo idadi ya walimu wa ajira ya kudumu sio mkataba kwa kiwango cha elimu hailingani na idadi ya walimu
wa ajira ya kudumu sio mkataba. Kwamba ukienda kwenye kiwango cha elimu ukaangalia idadi ya walimu kwa kiwango cha elimu, alafu ukaangalia idadi ya walimu ikatofautiana, hapo pia inabidi tuwasiliane na huyo mwalimu ili aweze kurekebisha data zake. Lakini kuna jedwali lile la umri permanent na contract. Hili jedwali la umri linachukua walimu wa kudumu na walimu namba tu. Kwa hiyo tutaangalia umri shule za walimu wengineo. Nilishasema kwamba shule ambao unakuta ina walimu wengineo, shule za serikali zenye walimu wa kudumu wenye umri wa miaka zaidi ya 60. Kwamba shule ya serikali kuna mwalimu ana miaka zaidi ya 60. Hiyo pia unaitilia mashaka. Lakini kwa shule za private zaidi ya 60 wanakuwepo kwa sababu hawana ule umri wa kustaafu kama ambao upo wa serikali. Lakini wa serikali kwa miaka 60 kamili anaweza kawepo. Kwa sababu labda siku ya kuchukua sensa ndio alikuwa anafikisha 60. Lakini zaidi ya miaka 60, ndio maana imeandikwa zaidi ya miaka 60. Hiyo hatutegemei kuiona kwa shule za serikali. Lakini pia kipengele kingine ni kipengele cha, kwa upande wa sekondari tuna kipengele cha 2.4. 2.4 inahusu idadi ya wanafunzi wa sekondari kwa masomo mtaala wa zamani na mtaala ulioboreshwa. Kuna sehemu ya kumapu masomo wanafunzi, kwamba idadi ya wanafunzi wanaosoma somo fulani. Kwa hiyo sehemu pia kwa shule za sekondari zote inabidi tuhakiki wanafunzi wote wawe wamemapiwa masomo wanayoyasoma. Shule zote ambazo idadi ya wanafunzi wanaosoma masomo ya lazima mtaala wa zamani hailingani na idadi ya wanafunzi wote kwa kidato husika masomo ya lazima, kwamba masomo ya lazima kama wanafunzi wako 400 wote, labda kama ni somo la lazima Kiswahili, wote wao wanasoma, wote wao wamepiwa kwamba wanasoma somo la Kiswahili. Lakini ya option inategemeana na idadi ya wanafunzi ambao wanasoma. Shule zote za sekondari ambazo idadi ya wanafunzi kwa masomo kwa kidato inazidi idadi ya wanafunzi wote kwa kidato husika, mtaala wa zamani na mtaala ulioboreshwa, kwamba unakuta wanafunzi ambao kwa masomo ni wengi kuliko idadi ya wanafunzi kwa kidato. Hiyo pia tunaitilia mashaka kwa nini itokee. Lakini kuna shule zote za sekondari ambazo idadi ya wanafunzi kwa somo kwa kidato inazidi idadi ya wanafunzi wote kwa kidato husika, mtaala ulioboreshwa amali. Kuna 2.4b inahusu amali, wanafunzi wanaosoma masomo ya amali. Kwa wanafunzi wote ambao wanasoma masomo ya amali pia hawatakiwi kuzidi idadi ya wanafunzi wa amali. Kwa hiyo wajaziwe wanafunzi wanaosoma masomo ya amali kwenye masomo ya amali. Kama shule yako ina mkondo wa jumla, kwa hiyo wanafunzi wanaosoma amali tu ndio watajaziwa hapo. Na kwa mtu ambaye ana wanafunzi wake wote wanasoma amali, tunategemea masomo ya amali ambayo wanasoma watoto wote wamejaziwa katika kipengele hiki. Lakini kipengele kingine ambacho tunatakiwa tujiridhishe ni kwenye miundombinu, inventory. Ukiangalia kule kwenye SIS wamesema inventory. Kwenye inventory pale kuna idadi ya miundombinu. Kwenye idadi ya miundombinu pale kuna madarasa, kuna matundu ya vyoo, kuna maabara kwa sekondari, lakini pia tuna majengo ya utawala. Tumejaribu kuvuta baadhi ya shule, unakuta na majengo ya utawala 7. Sasa shule moja ina majengo ya utawala 7. Hapo sasa inabidi kudhibitisha kweli 7 yapo. Lakini kuna mwingine alikuwa amejaza na madarasa 870 madarasa. Unajiuliza hii shule moja tu ina madarasa 870? Kwa hiyo lazima uyatilie mashaka. Na mwingine amejaza shule yake ina darasa moja, idadi ya madarasa 1. Sasa unajiuliza alafu shule na darasa la kwanza mpaka la 7, alafu ana darasa moja, unajiuliza watoto wanasomaje?
Kwa hiyo pia na yenyewe unaitilia mashaka. Kwa nini asema ana darasa moja wakati ana wanafunzi wengi? Pia hata kwenye matundu ya vyoo tujiridhishe kwenye majengo ya utawala, tujiridhishe pia kwenye nyumba za walimu, tujiridhishe pia kwenye matundu ya vyoo ya walimu na vipengele vingine vyote. Hata vyumba maalum vya wasichana tujiridhishe. Kuna shule ni ya wavulana lakini amejaza kwamba ana chumba maalum cha wasichana. Unajiuliza au labda kipo au hakipo. Kwa hiyo pia inabidi tumuulize kwamba kwa nini awe na chumba cha wasichana wakati shule yake ni ya wavulana. Haya majedwali yanatofautiana kwenye TSA na TSM na TSS, yanakuwa ni majedwali sehemu tofauti. Kwa TSS ni 6.1 na 6.2, lakini kwa TSM ni 11.1 na 11.2. Kwenye SIS unaipata kwenye inventory, kwenye infrastructure pale utakutana na hivi vipengele. Lakini pia vipengele vingine tujiridhishe wamejaza vitabu kwenye inventory, na tujiridhishe pia wamejaza samani za shule. Kuna mtu ana wanafunzi 1000. Ukienda kwenye madawati alionayo, ukiangalia kwenye dawati la mwanafunzi mmoja 0. Dawati la wanafunzi wawili 0. Dawati la wanafunzi watatu 0. Meza na viti meza 0. Meza za wanafunzi 0. Viti vya wanafunzi 0. Sasa unajiuliza watoto 1000 wote wanakaa chini? Kwa hiyo pia kujiridhishe hayo maeneo yote na vipengele ambavyo. Kwa hiyo hayo ni maeneo ya mwanzo kabisa ambayo ni muhimu sana sisi kupitia na kujiridhisha kwa pamoja. Hii ndio zoezi la data cleaning ambalo linafanyika. Na haya majedwali pia sisi tutawarudishia kwa shule moja moja, kwa kila halmashauri na kwa kila mkoa, ili waweze kufanya uhakiki. Lakini pia wewe ngazi ya mkoa, ngazi ya halmashauri, unaweza ukaendelea kuvuta eneo ambalo unaona mimi nataka nifanye data cleaning, ukawatumia. Hata kama sisi hatujarusha, unaweza ukawarushia walimu wako wakakuta wanafanya uhakiki. Na hili zoezi ni la haraka kama kiongozi alivyosema, lakini pia atawaambia kiongozi kwamba tunatakiwa tuwe tumekamilisha lini haya majedwali ambayo tumeelekezana hapa. Sasa nionyeshe mfano mmoja wa jedwali la 2.1 kwa shule za sekondari. Tuone changamoto ambayo tunayoisemea inavyoonekana pia kwa ujazaji ambao tumefanya. Naomba ni share hicho kipengele kwa haraka kabla sijamkaribisha mwingine. Tuendelea. Tumkaribishe mratibu Mr. Swila au atoe neno kwa dakika 1-2 kati wataalamu wanaendelea kuweka sawa mambo mengine. Karibu Mr. Swila. Ninakushukuru daktari na mwenyekiti kwa inasalimu nyote kwa jina la Jamhuri ya Tanzania. Na Mr. Komba, nakushukuru. Nasikika na mimi? Unasikika. Karibu. Asante sana. Na wasalimu nyote kwa jina la Jamhuri ya Tanzania. Ninawashukuru sana kwa kushiriki kikao hiki fupi kwa ajili ya kukutana katika maeneo mbalimbali ya data cleaning katika mfumo wetu huu. Ninaamini kwamba hapa tupo SLOs, wapo maafisa taaluma wa mikoa pia ambao tunashiriki katika zoezi hili. Maswali mnayoyatuma ninaamini kwamba yanajibiwa na wataalamu, mtapata majibu ili kuwezesha kupata uelewa zaidi. Lakini niseme kitu kimoja, mfumo huu si kwa ajili yetu, mfumo huu ni kwa ajili ya ninyi nyote. Kwa hiyo kila mmoja akisimamia ipasavyo takwimu zinazojazwa humu ndani zitaweza kutusaidia sana. Naomba sana tuzingatie kwa makini maeneo yote ambayo yamebainishwa kuwa na changamoto inayohitaji kurekebisha au kuhuisha taarifa zake, lakini bila kusahau taarifa zingine zote za muhimu ambazo tunatakiwa kuwa nazo katika mfumo wetu huu. Nakumbuka kwamba kuna muda mrefu sana tulishatoa taarifa na maelekezo ya uingizaji wa vitabu kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania. Lakini pia kuna taarifa za miundombinu. Lakini pia kuna taarifa nyingi sana ambazo tulishazisema.
Lakini inasikitisha sana kwamba leo hii asubuhi tunapokea orodha ya shule nyingi sana za sekondari ambazo hazijaingiza vitabu kwenye mfumo wa SIS, kitu ambacho sasa kinatuletea kashfa kwamba shule zetu zinaonekana zina vitabu na zinafundisha masomo haya. Shule hizo tutazituma kwenu, lakini pia majedwali haya ambayo tunaomba mrekebishe ya umri, ya umbali na kadhalika, ni ya muhimu sana kuweza kurekebishwa kwa mapema ili tuweze kupata taarifa na takwimu zilizo sahihi. Niwaambieni tu kwamba yamkini mwaka huu kuna uwezekano kubwa tukateseka sana, kwa sababu ndio mara ya kwanza kutumia mfumo huu, na mfumo huu ni tofauti na mifumo mingine iliyopita. Kwa hiyo tujitahidi sasa kwa namna yote ile, sisi kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunatekeleza yote ambayo tunayoelekezwa mahali hapa, kwa minajili ya kuhakikisha kwamba tunapata takwimu ambazo ni bora zaidi. Niombe tu kwamba tusikilize wasilisho kutoka kwa wenzetu kadri wanavyoelekeza, ili sisi nasi basi tuweze kuendelea na data cleaning kwa walimu, na tuwasisitize ya kwamba waweze kukamilisha masuala yote ya muhimu yanayohusiana na shule zao, kwa sababu kila kinachofanyika shuleni kinapaswa kiingie katika mfumo wa SIS. Mwenyekiti, nakushukuru, ninaomba muendelee na mawasilisho, then baadaye na mimi tutamkaribisha mkurugenzi kwa ajili ya kutoa maelekezo ya mwisho na msisitizo. Asante sana. Basi Mr. Mswahili, karibu endelee na sehemu iliyobaki, labda wataalamu wengine waja. Na screen kama tunavyoona screen, hizi ni data ambazo tumefuta kwenye TSS. Hizi ni data ambazo tumefuta kwenye TSS. Kwa hiyo tuone sasa. Hapa ukiangalia ni ile umri. Ukiangalia umri chini ya miaka 12, miaka 12, miaka 13, miaka 14, miaka 15, miaka 16, miaka 17, miaka 18, miaka 19 na zaidi ya miaka 19. Ukiangalia data zetu zilivyo kwenye chini ya miaka 12, inaonekana wanafunzi ni wengi sana kuliko miaka mingine yote, kama tunavyoona kwenye mchoro wetu hapa. Umetoa internet. Kama tunavyoona kwenye mchoro wetu. Kwa hiyo ukiangalia pale kwenye miaka, ukiangalia zaidi ya miaka 19, miaka 19, miaka 18, miaka 17, miaka 16, miaka 15, miaka 14 na miaka 13 na 12, hii tunaona kama ukiangalia compare na ile mwaka jana, unaona kama kuna ushia kidogo. Lakini ukija chini ya miaka 12 ambao wanafunzi tumeona ni 1,100,000 kwa sekondari, jambo ambalo sio kweli, kwa sababu ina maana chini ya miaka 12 ni wanafunzi ambao wana miaka 11, miaka 11 kurudi chini. Inamaanisha kwamba hao wanafunzi wote chini ya miaka 12, wanafunzi 1,172,000, hawa wote walianza darasa la kwanza wakiwa na miaka 4, ambayo sio. Ukiangalia data hizo tunaona kabisa kwamba hakuna uhalisia. Kwa hiyo itabidi tupitie kila shule, lakini tutawatumia pia hizi shule, tupitie kila shule tuone. Kwa mfano hata ukiangalia kwenye mchoro wetu, ukiangalia chini ya miaka 12 iko mbali sana ukilinganisha na miaka mingine. Miaka mingine ukiangalia zinaenda, ukiangalia kuanzia zaidi ya miaka 19 ukija mpaka miaka 12 unaona kama uhalisia upo. Lakini ukija chini ya miaka 12 unaona kwanza mchoro ulivyozidi wenzake, kwamba wanafunzi wote wamerundikwa chini ya miaka 12. Inamaanisha kwamba hawa watoto wote walianza shule wakiwa na miaka 4 darasa la kwanza, ambapo sio kweli. Lakini
Lakini tumejaribu kuangalia kwa halmashauri na mikoa kama tunavyoona hapo. Kwa mfano ukiangalia, tumeonyesha hapa mikoa na nitataja tu halmashauri chache. Kwa mfano ukiangalia mkoa wa Dar es Salaam, halmashauri ya Dar es Salaam CC, huyu wanafunzi wote wa sekondari anao 122,288. Lakini walioko chini ya miaka 12, wavulana hawa na wasichana ni hawa, lakini jumla ya wanafunzi wote chini ya miaka 12 anao wanafunzi 41,441. Tukasema labda kwa sababu Dar es Salaam watoto hao wanaanza wakiwa wadogo sana, lakini hawawezi kuwa wote hawa ambao ni 44,441 wawe chini ya miaka 12. Ukiangalia asilimia inakuwa ni kubwa sana. Lakini pia ukiangalia hata halmashauri kama zingine KMC, Kinondoni, Dodoma City, kwa mfano kama Dodoma City ana wanafunzi wote 51,000. Lakini hao wanafunzi 51,000, wanafunzi 21,000 wote 914 wote kwa sekondari wako chini ya miaka 12. Bayo sio kweli. Kwa hiyo wasisitize walimu kule warekebishe miaka, waweke miaka halisi ya watoto ili tuweze kupata data ambazo ni sahihi. Mfano ukishuka hadi chini, huyu wa chini kabisa, huyu ambaye ni Handeni TC. Huyu Handeni TC yeye amesema ana wanafunzi 7,291, lakini chini ya miaka 12 ana 502. Ukiangalia asilimia yake huyu ni ndogo sana. Kwa hiyo huyu kidogo unaweza kusema kuna uhalisia, sababu ikiwa 502 labda ndio ambao walianza darasa la kwanza wakiwa na miaka 4. Lakini kwa wengine ambao tunaona data zetu ni kubwa sana, ukiona huyu Handeni, kaona hata Msoma MC, huyu Mafia kidogo una afadhali kidogo, lakini wengine bado tuko juu sana. Wote waambie wajaze data ambazo ni halisi. Na mfano tena mwingine, tukija sasa hapa kwenye shule zenyewe. Hapa kwenye shule zenyewe hizi sasa kuna shule ambazo zimeonekana zina wanafunzi chini ya miaka 12 wengi sana kuliko umri halisi. Kwa shule hizi zote tutazirudisha kwenu kwa ajili ya kufanya marekebisho. Kwa mfano hapa ukiangalia hizi shule ambazo zipo chini ya miaka 12, unakuta wanafunzi wako wengi. Kwa mfano kama ukichukua shule moja ya Arusha DC inaitwa Bangata Secondary. Huyu ana wanafunzi 623 ambao wote wako chini ya miaka 12. Lakini kuna shule zingine zina wanafunzi mpaka 2,800 wote wako chini ya miaka 12, ambapo sio halisi. Kwa hiyo hizi tutawarudishia ili tuwatumie kule waweze kufanya zoezi la kurekebisha miaka ya wanafunzi. Kwa hiyo hicho ndio kipengele ambacho tulitaka tuwaoneshe, muone uhalisia wa data ambazo zimejazwa kwenye hii annual school census ambayo ni SIS. Kwa kufikia hapo, naomba kuwasilisha. Naomba nimkaribishe mwenyekiti endelee. Mwenyekiti, karibu.
Asante sana Mr. Mswahili. Nadhani bado tunaendelea na mawasilisho. Sasa tukalishe maswali kwa dakika kama 6-7 hivi. Nadhani kutokana na maelezo yaliyokuwa na ufafanuzi mkubwa, labda kuna wawili watatu watakuwa wanahitaji kupata ufafanuzi hapa. Karibu. Taratibu tutaendelea nao ule. Unaweza kuuliza maswali kupitia webinar chat, lakini unaweza kunyosha mkono alafu utauliza swali lako. Karibuni. Naona hapa tayari kuna mikono ya watu wawili. Sasa sehemu hii ya maswali basi itaratibiwa na Mr. Mgimu. Mr. Mgimu, karibu. Basi nashukuru. Wakati tunatarajia kuwaruhusu wenzetu waonyeshe mkono, naona mkono hapa. Lakini pia kuna baadhi ya maswali yameulizwa kwenye chat box, tutapata fursa machache ya kuweza kuyasemea. Kuna kama mwenzetu ameuliza huko kwenye chat box kwamba unatakiwa kurekebisha taarifa za miundombinu, lakini wakuu wa shule wameshajaza hizi taarifa. Je, inakuwaje, inaruhusiwa kufuta? Jibu ni ndio. Hatufuti taarifa isipokuwa tunarekebisha taarifa. Kwa wakuu wa shule wana fursa ya kwenda kwenye moduli ya school management na kaenda kwenye moduli ndogo ambayo yeye anataka kurekebisha taarifa. Inawezekana sio miundombinu pekee. Inaweza ikawa pia samani, inaweza ikawa pia idadi ya vitabu. Kwa mbele ya alipojaza ile taarifa ya awali, kuna doti 3 atakapofungua pale ataweza kulimove. Sasa kuna sababu kwa nini anataka kuondoa. Tuliongeza sababu ya wrong data entry, ikimaanisha kwamba inawezekana kati ana type idadi ya anachotaka kujaza badala ya 10 akajaza 100. Kwa hiyo pale atakapoondoa na kuweka data sahihi, tunategemea ataweka wrong data entry reason. Kwa hiyo jibu ni ndio, na anaweza kuhuisha taarifa zake. Kulikuwa na swali pia la Tomaso, taarifa za matumizi ikisha kuingizwa, watawezaje? Shule za sekondari kuna wataalamu wa maabara, lakini mwalimu anapojaza baseline data anaonyesha mkono wa ruhusa, tutaendelea na maswali ya wataalamu wanajaza wapi. Sawa, naomba nilipokee hili wa uhusiano na wale wataalamu wa maabara. Kuna jina hajaweka jina, anauliza swali Mauridi, jedwali namba 14.4 ni huduma ya chakula. Je, siku nikijaza inagoma kusave? Mauridi, naomba tuchukue tuangalie eneo hili la moduli ya chakula kama inagoma kusave. Lakini jedwali la 15, Simon anasema jedwali namba 15, ngazi ya shule mwalimu amejaza wajumbe wa bodi, lakini akivuta taarifa kwenye dodoso, taarifa zile za wajumbe wa bodi ya shule zilizojaza zionekane. Labda niombe kusema kitu hapo. Tunapokea simu nyingi ya walimu wamejaza taarifa halafu hawazioni. Tunaomba kusisitiza tuwe tunarefresh, kwa sababu inatokana na muda mwingine wakati tunatoa maoni mbalimbali yanapoboreshwa na wataalamu, tunapoyaweka wewe unakuta huko nyuma ya toleo tulilokuwepo. Kwa hiyo tunapofanya maboresho, na sisi tuwe tunahamasisha mara kwa mara ku clear cache, either kurefresh kawaida au tuelekeza njia nyepesi tu, kwamba unaweza ukashikilia ile control na ile shift na ukabonyeza R kwa wakati mmoja. Utaona mfumo unarudi, unapokea changes na maboresho mbalimbali. Baada hapo unaendelea bila kikwazo. Watu waombe mara anapotokea misbehaving mbalimbali, basi walimu wetu wafanye hiki kitu pamoja na sisi wenyewe ambao tunafanya ufuatiliaji. Naomba nirudie kwamba inapotokea inasumbua, mtu ameweka taarifa au kuna kitu anaona mfumo unamsumbua, tunaomba tuwe tuna clear cache kwa njia nyepesi, tumezoea kurefresh. Lakini kwa njia nyingine rahisi tunaotumia kompyuta ni kushikilia control shift alafu R kwa wakati mmoja, na ukiachia utaona mfumo unafanya loading wenyewe.
uiwache mpaka imalize. Baada ya hapo kila kitu kitakaa sawa. Kwa hiyo naomba tufanye sisi binafsi na pia tuwaelekeze walimu wetu wanapokutana na changamoto zile ndogo ndogo za mfumo. Karibu Jones, umeruhusiwa. Karibu Jones Mbwete, karibu. Kama hujawa tayari, Lianga karibu. Home PC karibu. Halo. Nakusikia? Mimi tatizo kubwa na niulize maswali mawili. Karibu. Asante. Swali la kwanza, kwenye hii miaka ya wanafunzi. Kipindi cha nyuma siku 2 zilizopita kila tukiweka miaka, baadaye ukija kurudi tena imefanyaje? Imeondoka. Tatizo ni nini? Alafu swali la pili, kwenye lile dodoso la kwanza, wakati unaingiza taarifa idadi ya wanafunzi ilikuwa kubwa. Baada sasa ya clear na kuondoa wale wanafunzi ambao wapo, imekuja kuonekana kwamba inaonyesha kwamba sasa yani kuna utofauti kati ya wale wanafunzi waliokuwepo na hawa wapi ambao tumeshaondoa. Maswali yangu ni haya. Sana. Karibu Mr. Mgimo kwa majibu. Nashukuru. Swali la pili utapata ufafanuzi zaidi, lakini swali la kwanza kuhusiana na miaka ya wanafunzi naomba nijibu kwa ujumla, ambapo nitaka nitolee ufafanuzi baadaye. Sasa ni kweli tulibaini hiyo changamoto, tulipokea siku 2 hizi simu nyingi kuhusiana na eneo la umri wa wanafunzi, ambalo kubwa zaidi imetokea kwa upande wa sekondari. Wa wanafunzi unakuta wamerudi wote na umri wa miaka 0 au miaka 9 au umri usio stahili katika madarasa husika. Jana wataalamu wamekaa, tukaangalia tatizo ni nini na tukabaini changamoto hiyo na kutatua, tayari tumepata ufumbuzi. Sasa kwa sasa tunasema jukumu la mkuu wa shule ndiye alikuwa anauisha umri wa wanafunzi. Lakini kwa sasa walimu wetu wote wa madarasa ambao watapewa role ya class teacher wataweza kuuisha taarifa za umri wa wanafunzi. Na baada hapo hatutapokea tena hiyo changamoto ambayo iliibuka siku 2 hizi, kwa kuwa tayari imeshapatiwa ufumbuzi. Sasa niwaombe viongozi, mmeona presentation ya umri, watoto wengi wanaonekana wana chini ya miaka 12 lakini wapo sekondari form 4 form 3, kitu ambacho tayari ni outlier. Watu wasitizo wa wakuu wetu kupitia walimu wao wale wa vidato au wa madarasa wale, kila mmoja atauisha kulingana na darasa lake. Kama mimi mkondo wangu na wanafunzi 5, malaki nitaenda tu kuisha wanafunzi 5. Njia ni rahisi, tuliweka njia ya kuuisha mwanafunzi mmoja, lakini kuna njia ya kuuisha wanafunzi wengi kwa wakati mmoja ukiwa ndani ya mfumo. Lakini njia ya 3 unauisha umri wa wanafunzi na taarifa zingine zile chache kwa kudownload ile template ukafanya nje ya mtandao na baadaye ukaja ukaipakia. Kwa hiyo hili naomba sana tuisimamie kwa wepesi na niseme tu ndio ambayo inaenda kutusaidia sana kupata ile taarifa sahihi kwenye umri wa wanafunzi. Lakini eneo la pili ambalo umesema wanafunzi walikuwepo wamepungua, sijajua eneo gani, lakini kinachosababisha wanafunzi kupungua kwa simu zinazokuja ni kutokana na mwalimu mwenyewe waondoa wale wanafunzi kupitia deactivate. Labda niseme jambo, tumeweka vitu vingi vinavyosaidia kusafisha taarifa kipindi hiki, lakini tuwasitize basi walimu wetu si button, kila button anayoiona haiwezi kuitumia. Kwa kuna walimu anatiki mwanafunzi alafu anabofya ile deactivate. Deactivate umuhimu wake ulikuwa ni kuondoa
zile duplication ambazo zipo kwenye mfumo. Kama mwanafunzi amejulia, kama mwanafunzi alishamaliza shule akawa anaendelea kuonekana kwenye shule, au wanafunzi wa awali ambao wanapaswa kuwa darasa la kwanza mwaka huu lakini bado wanaonekana kwenye darasa la awali na kuzuia kusajili wanafunzi wake. Kwa hiyo ile deactivation, hayo ndio matumizi yake viongozi. Kwa tuwaombe sasa wasiitumie vibaya ile deactivation tuliyoiweka. Lakini sasa mfumo unaruhusu ikitokea bahati mbaya pia amemdeactivate mwanafunzi, bado ana uwezo wa kumrudisha kwa kutumia search na kumwadmit mwanafunzi kupitia prem number, au akawakuta wanafunzi kwenye fetch pale akaona wanafunzi wake wote. Kwa hiyo tuna njia mbalimbali zipo kwenye mfumo kutuwezesha katika zoezi letu la kusafisha taarifa. Naomba kuwasilisha. Sana mtu anaitwa NJ Daniel. Karibu. Daniel, karibu. Kama hayuko tayari HP, na mtu hapa amejiandika HP, karibu. Naona naye hayuko tayari, kuna mtu amejiandika AI. AI, karibu. AI, karibu. Anaona naye hajawa tayari. Naomba uendelee na maswali ya Michael Mahewa, karibu. Angelico, karibu. Basi naomba nimkaribishe Mr. Mjimu aendelee. Karibu. Asante sana. Naomba niendelee kwenye maswali, lakini pia nimepokea hapa message wakiomba tuone kwa mwalimu wa darasa anavyoweza kuwisha eneo la umri. Atashare screen ya Mswahili. Kwa hiyo kwenye maswali ambayo yapo kwenye chat box, kuna swali la ana jina asema tufanyeje kuwasajili walimu wa MUCA, walimu wasio na vyeti vya form 4. Katika usajili wa watumishi, tunasema watumishi wote waliopo ngazi ya shule, jambo hili lishapatiwa ufumbuzi. Kwa sasa kila mtumishi ambaye anatakiwa aingie kwenye shule, hakuna kikwazo. Walikuwepo hawa MUCA, lakini walikuwepo watumishi wengine walimu ambao zile NIDA namba zinakataa kuwa verified. Lakini pia tulikuwa na walimu ambao si raia wa Tanzania. Maswali yote haya ukipitia kwenye dirisha la usajili wa walimu ishapatiwa ufumbuzi. Kwa walimu wetu wa MUCA ambao hawana ile index number, si ya lazima wakati unamsajili. Kwa hiyo kwenye usajili wa walimu wote, wao walimu watumishi walimu sio walimu, hakuna changamoto, isipokuwa tuendelee kuwaelimisha walimu wetu wanapomsajili walimu lazima aseme. Kuna kitu tumeandika pale staff type. Staff type tunao makundi mawili. Tuna teaching ambao wanahusika moja kwa moja na ufundishaji, na tuna non teaching ambao wao sio wanaenda kufundisha kama walinzi na kadhalika. Sasa katika eneo hilo ndilo ambalo litaenda kufungua fomu kulingana na mahitaji ya mwalimu anayesajiliwa. Kwa hiyo kupitia eneo hilo ndilo ambalo litasaidia hizi changamoto ambazo zinaendelea kuonekana. Lakini mkuu anasema nina changamoto ya shule kuwekwa kwenye kijiji tofauti na zilipo Ikungi DC. Sawa, tunaomba tutumie tu kwenye groups zetu au tafuta namna itofikia kwa walezi wa mikoa. Tutumie namba ya usajili ya shule, tuwekee taarifa sahihi za kata na kijiji na uisha.
Kwa sababu ameuliza swali hili na mimi naomba kujazia, tuna usajili wa vituo vyetu vya ECD ambavyo vipo katika maeneo yetu. Tunaomba mtusaidie viongozi, kwa wale maafisa ustawi wa jamii, inawezekana hawajui vijiji au mitaa. Tunapata changamoto kubwa tunapopokea zile template kwa ajili ya kusajili vile vituo. Maeneo makubwa yanayotusumbua wanakosea eneo la mtaa na eneo la kijiji. Ukishakosea, hata tunapokuja kuupload au kujaza hii taarifa tunapata shida kujua kituo kiko wapi. Kwa tusaidieni pia katika eneo hili. Lakini vitu msaada, namna kumpokea mwanafunzi au mwalimu anayehamia shuleni kwenye mfumo wa SIS. Namna kumpokea mwalimu, manake moduli zetu zinajieleza. Ukishasikia ni mwalimu, manake ni moduli ya manage staff. Utakapofika manage staff utakutana pale na zile label mbili, incoming, transfer na outgoing. Incoming manake mkuu wa shule ana uwezo sasa wa kumpokea yule mwalimu aliingia kwake. Outgoing ni wale walimu ambao sasa wanatoka kwenye kituo chake na kuelekea maeneo mengine. Vivyo hivyo kwa mwanafunzi, napo una uhamisho pale na button zake zinajieleza kama zilivyo. Nimeona mkono wa Sure, naomba ruhusiwe. Sawa, wakati anaruhusiwa, naomba nizungumzie pia eneo la repeaters. Wanafunzi waliokariri madarasa. Tulikuwa na changamoto kuu mbili na zote zimepatiwa utatuzi. Ilikuwa mwalimu akimkaririsha yule mwanafunzi. Changamoto ya kwanza, mwanafunzi yule unakuta hamuoni tena. Lakini changamoto ya pili, akienda pia hata darasa lilohusika hawezi kumuona yule mwanafunzi. Hilo eneo tayari limepatiwa ufumbuzi. Kwa sasa hivi mwalimu atakapofika mbele ya mwanafunzi ambaye ana uhakika amekariri darasa, anaweza kumrudisha na akaweka sababu ziko pale kwa nini unamkaririsha mwanafunzi. Niendelee kusisitiza, kama hana mwanafunzi kiukweli wasije wakajaribu zaidi hizi button, kwa sababu unapokosea tayari umeweka status ya mwanafunzi fulani amekariri. Kumbe katika kujaribu zile action tukatengeneza data ambayo sio sahihi. Lakini katika eneo hili pia viongozi tusaidiane. Tulieleza vizuri na Mswahili eleza vizuri swala la data, tunafahamu zipo, lakini walimu wetu hawajazi kwenye mfumo. Mfano, upimaji wa darasa la 4 umefanyika. Wanafunzi waliokariri wanajulikana na shule zinajulikana. Lakini ukiingia kwenye mfumo wa SIS sasa hivi ukaangalia shule ambayo upimaji wa taifa kabisa wamekariri, lakini hamna hiyo taarifa. Kwa hii ndo maana ya data cleaning, tusaidiane, kuna taifa zingine tunazifahamu. Baada ya kusema, naomba nionyeshe hapo kwenye screen. Tumeweka njia ya mwalimu wa darasa na yeye kuhuisha taarifa hii muhimu sana ya umri. Kwa hiyo mwalimu wa darasa atakwenda kwenye school management, tunaonyesha kwenye screen. Atabonyeza kipengele kidogo cha manage students ambayo hakikuwepo. Sasa tumekiweka hapo ili kazi iwe nyepesi kwenye zoezi hili. Atachagua darasa ambalo tayari anajifahamu yeye mwalimu, kama ana darasa zaidi ya 1 na kadhalika, kwa atachagua hatua na kuchagua kidato gani. Chagua kidato. Baada hapo itatokea orodha ya wanafunzi wa kidato husika kwa mkondo husika. Na utaona umri kama mnavyoona hapo viongozi. Wanafunzi hao wako kidato cha kwanza, lakini wote wanakaa tu yanyu wakiwa na miaka 0. Tafsiri yake ni nini? Ndio ile taarifa iliyosomwa kwamba wanafunzi wako sekondari akiwa wanakaa umri upo hivyo. Inawezekana kwa changamoto iliyokuwepo, lakini kwa sasa imeshafanya utafiti na ni utatuzi. Sasa twende tukarekebishe taarifa zetu.
Sasa hapo kishafika mwalimu wa darasa ataona idadi ya orodha ya wanafunzi kwa idadi aliyochagua pale chini. Kwa mfano, hapo tunaona wanafunzi 10 kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo akiongeza kurasa kama ni 200 atafungua wanafunzi wote kwa darasa kidato husika. Kwa hiyo hapo lazima mtapokea simu, ndio maana naongea taratibu kwamba utaona idadi ya wanafunzi kwa mara ya kwanza 10, lakini utaongeza page kupata wanafunzi wote kwa wakati mmoja. Tumeongeza wanafunzi, tumepata idadi ya wanafunzi wote kwenye kidato cha kwanza ambao wako wanafunzi wako zaidi hapo 200, baadaye ukurasa unaofuata tuna 200 wengine. Sasa utarudi kushoto juu kabisa. Kuna label imeandikwa SLN, kwa pembeni kuna checkbox. Ukicheck hiyo box, wanafunzi wote utakuwa umewachagua na zile label za juu, zile actions zitakuwa active. Kwa hiyo itakuruhusu sasa kuupdate selected students ambao wako 200 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ukifungua hapo utapata wanafunzi watatokea na kukuruhusu kuupdate. Kwa hiyo tumeweka zile taarifa muhimu ambazo ni za tarehe ya kuzaliwa, uzito, urefu na umbali. Kwa hiyo mtagundua hii shule haina umbali, haina urefu, hauna uzito na wala tarehe ya kuzaliwa. Kwa atachagua tarehe, atajaza taarifa sahihi na mwisho kule chini atasave. Lakini kama bado kidato kina zaidi ya wanafunzi hawa, tukumbuke huyu ni mwalimu wa darasa. Kwa hiyo atutegemea atakuta wanafunzi wote 1000 kwa chumba kimoja. Atakutana tu na wale 100 au ni wako 40 au wako 30, atauisha na atasave hizi taarifa. Angalizo kubwa tunaomba, unapouisha taarifa, mwalimu asiende tena kwenye FHDB akitaka tena kurudisha wanafunzi mara kwa mara. Kwa unakuta kuna muda unarekebisha taarifa zako, bado tena wanaenda unasisha wanafunzi. Kwa hiyo hii ni eneo muhimu sana, tunaomba viongozi wetu mlisimamie kwa karibu na hasa walimu wa vidato wakafanya hii kazi. Kwa kushare, kwa sababu tunapokea simu nyingi, inaonekana wakuu wengi wa shule wamemwamini mwalimu mmoja kufanya jukumu hili. Lakini mfumo kama mfumo unajitahidi na wataalamu wanajitahidi sana kurahisisha kazi kwa watumiaji. Kwa hiyo kwenye shule zetu ni vizuri pia wakuu wa shule waamini walimu wa vidato na madarasa, na kama bado hawajawezesha ni bora ukae nao sehemu moja, mkafanya jukumu moja kwa wakati na mkalifanya kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tunategemea tuwasaidie wakuu wa shule kuelimisha eneo hilo, kwa sababu simu nyingi zinaonekana ukimuuliza anasema mimi nimejipa walimu wa darasa vidato vyote. Sasa kwa uhalisia ni kazi kubwa kwa shule ambayo ina wanafunzi wengi, lakini tayari mfumo na mazingira ya kurahisisha kazi hii kwenye data cleaning. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tumeweka jukumu la mwalimu wa darasa na kuuisha wanafunzi wake. Hii haimaanishi mkuu wa shule hawezi kufanya. Mkuu wa shule bado ana hiyo access, walimu wa vidato na stream nao wana hiyo access. Kwa hiyo wote kwa pamoja wanaweza kufanya kazi. Kama kuna mkono, naomba tuende kwa ruhusu. Kwa hilo ndio nitaka nionyeshe namna gani mwalimu wa darasa anaweza. Asante msali, ndio kama kuna mkono. Lianga karibu. Lianga. Asante. Lianga karibu. Asante. Nitaka niulize kuhusu ile student baseline data na kwenye SIS. Let's say ukikuta
kwenye baseline una wanafunzi 500, alafu kwenye SAS una 400. Hapo inabidi ufanyeje? Nitaka nipate ufafanuzi hapo. Asante sana mwalimu. Nashukuru Ganga, naona student based on data. Ninachotaka kusisitiza ni jambo moja tu, wakuu ndio wanafahamu hii taarifa. Ukimuuliza Lianga, nikikuuliza wewe sasa hivi, ni si rahisi kujua shule X ina idadi hipi ya lakini mkuu anafahamu kabisa, kwa sababu kuna waliohama wamefanya nini. Ukimuuliza ana taarifa sahihi ya wanafunzi. Kwa tunategemea student based data itajazwa ile taarifa ambayo mkuu anaifahamu. Sasa kilichotokea hapa katikati ni kwamba kwa kuwa mimi mkuu nafahamu wanafunzi wangu ni 200, lakini waliopo kwenye mfumo wako 180. Takia na ile kula kama hesabu. Kwa tunapofanya data cleaning hapa, ndio maana tumewezeshwa kuona, kuweza kupakua taarifa na kadhalika. Lengo kubwa kuhakikisha tunaenda kupata hiyo taarifa sahihi. Kwa hiyo hii ya 500 kwa 400 tunatamani kufahamu vizuri kwa nini ana 500 lakini kwenye mfumo ana 400. Kwa hiyo naomba nilipokee Lianga na tuweze kufuatilia zaidi hii, lakini maana student based data ndio hiyo tunategemea iwe taarifa ambayo mkuu anafahamu ile wanafunzi. Basi na washukuru sana wataalamu wetu kwa mawasilisho na namna walivyokuwa wamejibu maswali. Najua maswali ni mengi, lakini kutokana na umuhimu wa shughuli hii, kwa siku 3 mfululizo tutakuwa na zile session za maswali ya live. Tutakuwa tunagawa link, kama unapata changamoto unakuwa na maswali, tunaelezana, tunajadiliana, tunaelezana kuhakikisha hili zoezi tekelezeka kwa urahisi, kwa wepesi, lakini tunajadiliana uwezo pia. Kwa hiyo link itakuwa inatolewa mfululizo kesho kutwa tarehe 18 mpaka tutakapoona umefikia hatua nzuri ya kukamilisha zoezi hili. Mr. Swila, sijui upo hewani? Yes, niko hewani. Nashukuru mwenyekiti, nashukuru wawezeshaji wote. Wakati huu sasa ni wakati ambao tunahitaji kurejea kwa ajili ya kuendelea kutekeleza majukumu. Useme tu wazi kama zilikopo changamoto kadha ambazo zimekushafanywa kazi kama ambavyo wataalamu wamesema. Kwa tunaamini kwa siku chache sana zilizobaki mtatusaidia kuweza kuhakikisha kama tunasimamia walimu kuweza kufanyia kazi haya maeneo ambayo yamebainishwa katika jukumu hili. Nisisitize tu, takwimu tunazoombwa ni nyingi sana. Hizi tumezitaja chache kwa ajili ya kipaumbele. Hapa tunayo hoja nzito sana ya Taasisi ya Elimu Tanzania kwamba walimu hawaingizi vitabu kwenye mfumo. Na ukiangalia ni kweli hilo linafanyika. Angalia pia takwimu za miundombinu, elimu na jaza takwimu za hovyo sana, yani za ajabu kabisa. Lakini hizi ambazo tumezitoa ni za kipaumbele ambazo mwalimu anatakiwa afanyie kazi. Na tunaamini ya kwamba shule moja inaweza ikawa na mwalimu zaidi ya mmoja mwenye uwezo wa kutumia mfumo huu. Kwa hiyo wakati wengine wanataski kwenye jukumu la wanafunzi kwa taarifa za wanafunzi, basi wengine wafanyie kazi maeneo mahususi mengine yaliyopo ili tuweze kupata taarifa zinazotakiwa. Mwisho wa siku tunaomba sana mtuvumilie katika tunaendelea kuifanya. Na kwa sasa naomba nimkaribishe kiongozi wetu, kaimu mkurugenzi elimu ya awali na msingi, Mkurugenzi Fatuma, kwa ajili ya kutoa maelekezo ya mwisho na kutupa maeneo mahususi mengine yanayoweza kuona kwamba yanastahili kufanyika
Lakini kubwa zaidi tu ni kwamba tulikuwa naye katika kikao, japo kama ilikuwa na vikao vingine pia ilikuwa inaingia na kutoka, japo ametusikia na ameona kwamba yote yamewasilishwa. Mkurugenzi, nakaribisha na washiriki hawa wamepitishwa katika maeneo mbalimbali ya mfumo huu kwa ajili ya eneo la data cleaning, na wamepokea maelekezo hayo kutoka kwa wataalamu, wameuliza maswali pia wamejibiwa. Kwa kilichobaki sasa ni utekelezaji. Lakini kama ilivyosema mwenyekiti kwamba kuanzia kesho tutaendelea kuwa na sessions kwa ajili ya walimu wanaohitaji kupata kujua namna ya kutekeleza maeneo mbalimbali. Basi nipende kukaribisha, kuchukua fursa hii kukaribisha ili uweze kutupa maelekezo ya mwisho na kutuarisha kikao chetu. Karibu sana mkurugenzi. Asante Swila. Nasikika? Ya, unasikika mkurugenzi. Habarini za mchana, maafisa elimu mikoa na maafisa elimu vifaa na takwimu. Niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nawashukuruni sana. Hali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutujalia uweza sisi wote kushiriki katika hiki kikao muhimu sana cha usafishaji wa takwimu za elimu msingi. Na pia nichukue fursa hii kuwapongezeni nyote maafisa elimu wetu wa mikoa, taaluma na maafisa elimu vifaa na takwimu kwa kujitoa kwenu katika kuhakikisha takwimu zinakusanywa kikamilifu kwa wakati na kwa usahihi stahiki. Tunatambua na kuthamini kazi yenu na jitihada zenu, hasa katika kipindi hiki tunachoendelea nacho cha takwimu za sensa ya elimu msingi. Maafisa elimu wenzangu ambao ni maafisa elimu taaluma na maafisa elimu vifaa na takwimu, naomba niwasisitizie kuwa jamani, jukumu la ubora wa takwimu ndio msingi wa maendeleo endelevu katika sekta yetu ya elimu. Hivyo naomba tu niwasisitizie mambo machache yafuatayo. Najua mengi mnayajua, lakini tuko na umuhimu wa kazi hii na umuhimu wa kazi hii ambayo tunaenda nayo sasa hivi ambayo inaenda kwa muda. Maana ni kazi ina limit of time. Naomba niwasisitizie sana mambo yafuatayo. Kwanza niombe sana maafisa elimu wenzangu kuwasaidia na kuwasimamia walimu wetu katika ujazaji wa takwimu zote kwa usahihi ili ziweze kutumika katika kupanga mipango mbalimbali ya sekta yetu ya elimu na kufanikisha katika kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwasimamia walimu wetu katika kujaza takwimu. Na sio tu kujaza takwimu pia ziwe sahihi. Vile vile tuombe sana, tuwajitahidi sana kama iwapo kuna changamoto zozote za usahihi wa takwimu zifanywe marekebisho haraka na kwa wakati kulingana na uhalisia uliopo. Kwa hiyo niombe sana kama alivyosema hapo Mr. Swila. Mnanisikia Swila? Halo? Ya, unasikika mkurugenzi? Nasema kama alivyosema Mr. Swila, kazi ya data cleaning ni kazi ambayo inahitaji usimamizi wa mkubwa na umakini sana. Kwa mwisho wa siku hizi takwimu ndio zinaenda kuiletea serikali fedha kutoka wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba sana MyCLO sasa usahihi wa takwimu, yani wewe ndio kipaumbele. Tufanye data cleaning vizuri, pale penye changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wetu, wataalamu wapo, tuwafikishie zifanywe kazi kwa haraka. Kwa sababu zoezi hili ni la muda mfupi lakini linahitajika kwa haraka. Kwa hiyo naombeni sana tushirikiane sana. Baada ya kusema hayo wachache, napenda kutamka rasmi kuwa kikao hiki cha usafishaji wa takwimu za elimu msingi kwa maafisa elimu vifaa na takwimu SLO kimeahirishwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, niwatakie kazi njema. Asanteni sana. Asante mkurugenzi, nakushukuru. Asante sana Mr. Swila, asante sana mkurugenzi kwa nasaha na maelekezo yako, lakini asante kwa wataalamu waliofanya mawasilisho na asante sana kwa washiriki wote. Kama alivyotuelekeza mkurugenzi hapa, zoezi hili lina time limit. Kwa hiyo katika haya ambayo yamekuwa kipaumbele, tunatarajia na ndio maelekezo tuliyokuwa tumepata kutoka kwa viongozi kwamba walau tujitahidi yakamilike ifikapo tarehe 18. Na katika siku hizi zote tutakuwa na link ili wenzetu kule katika utekelezaji wa swala hili wanapopata changamoto, basi tutakuwa tupo bega kwa bega kuhakikisha unakamilisha kazi hii kwa ufasaha na kwa umakini mkubwa. Mwisho, viongozi wote nawashukuru sana, niwatikie majukumu mema na Mwenyezi Mungu awalinde na kuongoza katika utekelezaji wa majukumu. Asante sana.